mbinu ya kwanza, punguza matumizi ambayo hayana ulazima. Na nimwambie tu msikilizaji anayetusikiliza saa hizi na hata ambaye atatutazama, ni hivi, yani ukijichunguza vizuri, unaweza kujikuta matumizi yenye ulazima na matumizi ambayo hayana ulazima ni the same. Tena yawezekana hata wakati mwingine ambayo sio ya lazima yamezidi. Okay. Si unaelewa? Nini nataka niseme ni hivi, hiyo fedha ambayo unaiona ndogo, una uwezo wa kufanya vitu vya maana mara 2 ya unavyofanya saa hizi. Si umeipata concept yangu? Kweli hela ya kachori. Sasa ndio hicho ninachokisema. Okay, mfano kuna mtu unakuta mshahara wake ni 400,000. 200,000 inafanya vitu vya maana. Hii 200,000 ndio hiyo ametamani kwenda swimming. Okay, sisemi kwenda kujitoa out au kula vizuri au ni vitu vibaya. Lakini viwe na kabudget fulani hivi maalum. Sio tu ukijisikia umeenda. Sio tu ukijisikia umeenda. Hata matajiri wakubwa tunaowafahamu hawana matumizi ya hivyo. Kuna siku tulizungumzia sana issue ya nidhamu ya fedha kama unakumbuka. Ndio. Fedha inahitaji nidhamu sana. Alafu kumbuke sio sisi tunaoifuata hela ndio inatufuata sisi. Sasa kuna condition ambazo mtu inabidi awe nazo ili hela imfuate. Sisi tunafuata hela familia. Hamna. Sisi tunazitafuta. Okay. Sisi tunazitafuta. Ila hela ndio zinatufuata sisi. Ndio maana tunazitafuta hatuzipati. Ila zenyewe zikiamua kutufuata zinatupata. Kumbe. Kwani wewe kila siku unapotafuta unapata hela? Lakini hela ikiamua ije kwako inakuja. Sasa